Hivi hapa ni vipimo 6 vya kukusaidia kuweza kupima uwezo wa kampuni ili uweze kuamua kuwekeza au kutokuwekeza. Nataka nikuulize, kabla hujawekeza wewe huwa unaangalia nini katika kampuni? Sasa mimi usiniulize nimesoma wapi, nimesoma vitabu vya aina mbalimbali na nimekuja na vipimo hivi hapa 6 ambavyo ninavitumia fundamentally lakini quantitatively tunasema kuangalia mambo ya muhimu, lakini naangalia numbers katika kuangalia uwezo wa kampuni. Ukiachana na vile vya kuangalia management na nini, hivi hapa ni vipimo 6 ambavyo ninaenda kukutajia vya muhimu kukusaidia kuweza kujua performance ya kampuni na uweze kufanya maamuzi kununua, kuhold au kuuza. Kipimo cha kwanza huwa tunaangalia nasema viwango vya tunasema uwiano wa faida. Hivi tunaviita profitability metrics. Profitability metrics zipo za aina mbalimbali. Katika kuchambua tunasema engo ya kuitazama kampuni, engo ya kwanza ni kuangalia uwezo wake wa kutengeneza faida. Na hapa unaweza ukaangalia vitu vya aina mbalimbali. Kwa mfano gross profit margin, ukichukua turnover au ukichukua revenue, ukatoa cost of goods, ukatoa gharama za manunuzi ya kile tunasema manunuzi ya bidhaa au huduma ambayo imetolewa, kinachobaki pale ni nini? Sasa tunakipima katika margin. Kwa tunaangalia gross profit margin, operating profit margin au net profit margin, lakini vile vile vipimo vingine katika profitability metrics huwa tunaweza tukaangalia tunasema earning per share. Tukaangalia earning per share kwamba kila share husika ime earn kiasi gani historically mwaka uliopita au miaka iliyopita. Kwa hizo hapo ni profitability metrics. Zipo za aina mbalimbali. Nilitengeneza chati yangu hapa, ngoja niwe ninakusomea ili uweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo nimetaja kama vinne. Nilitaja gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, nikataja pia earning per share, lakini vile vile tuna return on equity na vingine. Vipo vingi katika profitability metrics. Lakini vile vile vipimo vya pili tunaangalia baada ya profitability, vipimo vya uwiano, tunasema viwango vya uwiano wa faida. Tunaweza tukaangalia tunaita liquidity metrics. Liquidity metrics inaangalia tunasema viwango vya uwezo wa kulipa madeni, madeni ya muda mfupi. Liquidity, hiyo kampuni je, ni liquid au ni kampuni ambayo imeshika assets ambazo tukitaka kuzibadilisha kwa haraka kuwa liquid inakuwa ni vigumu. Hivi hapa tunaviita ni viwango vya uwezo wa kulipa madeni ya muda mfupi kama nilivyotangulia kusema. Na katika liquidity metrics unaweza ukaangalia vitu vya aina mbalimbali ikiwemo current ratio, ukaangalia current ratio, ukachukua current assets ukagawanya kwa current liabilities, lakini vile vile nyingine tunaita acid test au quick, tunasema inaitwa acid test au quick ratio. Na katika quick ratio hii hapa ni kwamba unachukua current assets, unatoa inventory, unagawanya kwa liabilities. Tunatoa inventory kwa sababu huenda inventory ikawa ni vigumu kuibadilisha inventory kwa haraka kuwa cash. Kwa hiyo hii hapa ni more liquid kuliko current ratio. Lakini vile vile vipimo vingine tunaweza tukaangalia cash ratios, lakini vile vile operating cash flow ratio. Kwa hizo hapo ni liquidity metrics. Hicho ni kiwango cha pili. Kiwango cha tatu tunaita leverage au tunaziita solvency metrics. Hivi ni viwango vya tunasema uhimilivu, tunasema viwango vya madeni na uhimilivu. Viwango vya madeni na uhimilivu. Je, kampuni hii ina madeni kiasi gani? Na katika viwango vya madeni na uhimilivu vipo vya aina mbalimbali. Kama ni benki unaweza ukaangalia loan to deposit ratio, lakini vile vile zaidi tunaangalia debt to equity ratio. Tunalinganisha deni na mtaji. Tuweze kujua ratio yake ipoje. Huko mbele nadhani nitachambua ratio moja ili tuweze kujifunza katika debt to equity tunaangalia viwango gani. Lakini vile vile ipo viwango kama debt ratio, lakini vile vile unaweza tukaangalia equity ratio, lakini nyingine ya muhimu sana tunaita interest coverage ratio. Hii kampuni huenda ina madeni, zile riba ambazo inazilipa ina uwezo wa kiwango gani wa kuweza kukava yale madeni au madeni yanaiendesha kampuni.
madeni yamelemea kampuni. Kwa hiyo tunaita interest coverage ratio. Kwa hiyo hiyo ni katika leverage au tunaita solvency metrics. Kumbuka tumeangalia profitability metrics, tumeangalia liquidity metrics, na sasa tumeangalia leverage au tunaziita solvency metrics. Sasa baada ya hapo tunaangalia tunaziita efficiency metrics. Hivi ni viwango vya kuangalia ufanisi wa kampuni katika kutumia vitu mbalimbali. Tunaenda kwenye balance sheet pale, tunaangalia assets zake inatumia kwa kiwango gani, wafanyakazi iko nao kiasi gani, na wanazalisha kitu gani. Kwa tunafanya comparisons za aina mbalimbali. Kwanza tunaangalia assets turnover, uwiano wa mzunguko wa mali, lakini vile vile tuna inventory turnover, lakini vile vile tuna receivable, tunaweza tukaangalia receivable turnover, tunaweza tukaangalia payable turnover, tunaweza tukaangalia days sales outstanding, tunaweza tukaangalia days payable outstanding, tunaweza tukaangalia days inventory outstanding, lakini vile vile kubwa zaidi kama ni mabenki na nini, huwa tunaangalia cost to income ratio. Cost gani zinatumika kutengeneza kipato gani, tunaangalia ratio yake, kisha tunaweza tukaamua kwamba je, hii kampuni tukilinganisha na kampuni nyingine ina perform kiasi gani. Naona zimeenda dakika 6. Twende haraka katika kipimo cha 5. Hapo tulikuwa tunaangalia efficiency metrics. Kipimo cha 5 ni valuation metrics. Hizi ni za muhimu sana. Hii kampuni valuation yake ikoje? Na valuation metrics zipo za aina mbalimbali. Ndani yake tuna price earning ratio, wengine wanaangalia price book PB ratio, PE ratio, lakini vile vile PS ratio, price to sales ratio, lakini wengine wanaangalia EBITDA au tunasema EV, tunagawanya kwa EBITDA, interest before. Nadhani hayo kidogo yako technical, tutazungumza siku nyingine. Lakini vile vile katika valuation metrics tunaangalia dividend yield, wanatoa gawio kiasi gani, na tukilinganisha na bei ya sokoni huwa ipoje, earning yield, lakini vile vile book value per shares. Kwa hiyo hizo ni valuation metrics, tutaziangalia siku nyingine kuzichimba zaidi. Mwisho kabisa huwa naangalia growth metrics, metrics ambazo zinasaidia kupima ukuaji wa kampuni, viwango vya ukuaji. Na katika growth metrics tunaangalia revenue growth rates, tunaweza ukuaji wa mapato, tunaweza tukaangalia earning growth rates, tunaweza tukaangalia dividend growth rates, kama kila mwaka gawio lilikuwa linaongezeka na linaongezeka kiwango gani. Lakini kipimo kingine cha muhimu kabisa tunaangalia ni compounding annual growth rates, ukuaji wa kila mwaka wa mali za kampuni na mengine. Kwa hiyo kwa haraka tumeangalia vipimo vya aina 6. Tumeangalia vipimo vya aina 6 vya kupima kampuni. Nakupa summary, hivi ni vipimo vya aina 6 vya kupima kampuni. Kipimo cha kwanza ni profitability, tunasema vipimo vya kwanza haya ni makunde: profitability metrics, liquidity metrics, leverage or solvency metrics, valuation metrics, efficiency metrics na growth metrics. Profitability metrics, liquidity metrics, leverage or solvency metrics, valuation metrics, growth metrics, efficiency metrics. Hayo ni makundi ya aina 6 au vipimo vya aina 6 ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kujua kampuni hii niweze kununua shares zake. Inawezekana unataka kuinunua kampuni kama ilivyo, inawezekana unataka kununua kipande au sehemu ya kampuni shares, au unalinganisha na katika tunasema na makampuni mengine, kisha unafanya maamuzi. Mimi naitwa Mfaume Hassan, hii ni Siri za Vitabu. Nijuze wewe unatumiaga vipimo gani kuvalue au tunasema kuitazama efficiency au utendaji kazi wa kampuni kiujumla.